Global TV tuko hapa msibani ambapo kuna msiba wa aliyekuwa mama yake na msanii wa Singeli Meja Kunta, na tumefika hapa na watu mbalimbali wamekuja kama vile unavyomuona Digala yuko hapa, lakini pia unamuona Zimbwe captain wa timu ya Simba, lakini pia unamuona Ibrahim Wajibu mmoja kati ya wachezaji wakali Bongo hapa Tanzania, lakini pia watu mashuhuri kama vile Mzalamu unavyomuona pale. Habari yako kwanza? Poa. Na pole kwa msiba. Asante. Labda taarifa ambavyo umepata kutoka kwa Meja na jinsi ambavyo umeguswa kwa namna moja au nyingine na msiba huu, unaweza kutupa hisia zako Mohamed? Ni msiba mkubwa sana, na taarifa nilizipata kutoka kwa Meja mwenyewe. Amenipigia simu saa 11 alfajiri usiku kwa mkia mechi yetu na Mbeya City. Amenipigia, amenipa taarifa hizi za msiba. Kikubwa nimezipokea kwa masikitiko makubwa. Ukizingatia Meja mimi ni rafiki yangu na sasa tumeelekea kwa kama ndugu, kwa ni familia kabisa. Na ndio maana umeona kabisa kwamba leo nimeweza kuwa hapa katika eneo la tukio. Na mara nyingi tunaona kwenye nyimbo mbalimbali za Meja lazima atataja majina ya wachezaji kama wewe unatajwa na watu wengine. Urafiki wenu huwa unaunganishwa na nini sana? Kama nilivyokuambia, Meja ni familia kabisa na ni ndugu yangu kabisa. Kwa hiyo uwepo hapa katika msiba huu inaashiria kwamba mimi na yeye ni watu wa karibu na ni ndugu yangu kabisa. Kwa hiyo yote kwa yote niseme kwamba nimekuja kuzika, amefiwa na mama yake. Ni msiba mkubwa sana. Pia nichukue fursa hii kumpa tena pole, kwa sababu tulivyoongea nilimpa pole, lakini pia kupitia media hizi niseme tu pole Meja. Nafikiri anapitia wakati mgumu. Tunatambua msiba mama ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo namwombea tu kwa Mwenyezi Mungu ampe moyo wa uvumilivu katika kipindi hichi kigumu. Wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao ni rafiki wa karibu. Kama ushawahi kubahatika enzi za uhai wa mama yake, kama ushawahi kuja hapa, labda nini ambacho unakikumbuka kimeacha kama alama kwako kama rafiki wa Meja kwa marehemu mama yake? Kikubwa mama yake alikuwa na upendo sana, na ni mtu ambaye anapenda watu wote. Alikuwa anatupenda sana marafiki zake Meja, kwa sababu anaona kabisa mwanae yupo katika mikono salama ya marafiki salama. Kwa hiyo niseme tu kwamba pia mimi kama mtoto, kwa sababu tayari Meja alikuwa ni rafiki yangu, ni mtu wa karibu, niseme tu kwamba namwombea dua mama apumzike salama, na siku zote hakuna kingine ambacho tunaweza tukakifanya ni zaidi ya kumwombea dua kila siku. Kwa sana. Lakini pia tuko na Digala hapa, mmoja kati ya wachambuzi wa soka la Tanzania mwenye heshima kubwa kwenye taifa la Tanzania. Kaka, kwanza pole kwa msiba, lakini pia hongera kwa kuwepo hapa, kwa sababu unaonekana kwamba ni mtu ambaye unagusa pia maisha ya watu wengine. Kuwepo kwako kuna kitu ndani yake. Hisia zako kutokana na huu msiba mzito ambao umetukuta kwa maana ya mama yake Meja kutangulia mbele ya haki? Nafikiri Meja ni msanii wa muziki, lakini ukiacha kipaji chake cha kuimba muziki, pia ni mwanamichezo na ni kijana ambaye pamoja na talenti zake, lakini ni kijana ambaye tunaishi naye katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo uwepo wangu hapa ni kwa niaba ya chombo changu cha habari, kwa maana ya Clouds Media Group. Sisi wasanii ni vijana wetu, ni wadau wetu wakubwa ambao wanatufanya tuendelee kuexist. Kwa muda mrefu sana tumekuwa nao, na Meja ni mmoja kati ya wasanii ambao sisi tumekuwa naye kwenye kupromote na make sure kazi zake zinakwenda mbele kwa wasikilizaji kupitia kwenye platform zetu. Lakini kama nilivyosema hapo awali, pamoja na usanii wake au mfanyi Meja Kunta kuishi kwenye kisiwa kama msanii, anaishi kama kijana kama vijana wengine ambao sisi tumetoka Uswahilini. Anajichanganya, na ndio maana unaweza kuona kuna watu wengi hapa sio kutoka kwenye tasnia ya muziki peke yake, kutoka kwenye pia kiwanda cha michezo, kwa sababu yeye ni mwanamichezo na ni kijana ambaye anajihusisha na mambo mengi sana ya kijamii. Kwa ndio maana tumekuja hapa kumpa support, lakini pia kuhakikisha tunampumzisha mama yetu kwenye nyumba yake ya milele. Na tumeona wingi wa watu hapa msibani. Hii kwako unaweza kaiweka comment gani kwa sisi vijana ambao tunaishi maisha ya Uswahilini kama huku, lakini unapotokea tatizo tunakimbiliwa kama hivi? No, cha kwanza kabisa sio lazima uwe ni mtu unaishi Uswahilini. Mara popote pale
uwe unapoishi ulipojaliwa kuwa haikuzuii wewe kujihusisha na masuala ya kijamii, na tunafundishwa na wazazi wetu, viongozi wetu, kwa sisi ambao tumesoma dini, tunaelekezwa pia kwamba pamoja na mambo yote ambayo tunafanya hapa duniani ni muhimu sana kujihusisha, kujiattach na mambo yanayohusu jamii yetu inayotuzunguka. Kwa hiyo kwenye maisha yetu tunaoishi, ukiwa ni mtu wa jamii, mambo ya kijamii yanakugusa na unashiriki, siku na wewe ikikukuta jambo lolote la huzuni kama hivi, na kwenye mwenzetu Meja Kunta amefiwa na mamake, lakini pia kuna mambo mengine ya kijamii ni ya furaha, umeelewa, unapata support ya watu wengi ambao unakuwa unaishi nao katika mazingira hayo. Kwa hiyo kuna fundisho kutoka kwa mwenzetu Meja Kunta ya kwamba umati wote unaoona hapa, watu wote unaoona hapa, ina tafsiri namna gani yeye binafsi amejiposition kwenye jamii. Kwa hiyo ni jambo la kujifunza na sisi tuchukue kutokea hapo kwenda mbele. Pole sana kaka. Nashukuru. Lakini pia tunaye Ibrahim Wajibu, mmoja kati ya wachezaji ambao wanatajwa kwamba ana kiwango bora, lakini pia kipaji cha kuzaliwa. Kaka, pole kwa msiba. Asante. Na wewe na Meja ni watu marafiki sana, mara nyingi tunasikia kwenye nyimbo zake na vitu kama hivyo. Labda neno lako kutokana na msiba huu mzito ambao umempata Meja Kunta kwa kumpoteza mama yake Ibrahim Wajibu, neno lako ni lipi? Mimi napenda kumpa pole na kujipa pole kwa wote kwa kumpoteza bi mkubwa, lakini pia kumtia nguvu kwa sababu ni jambo kubwa limempata kumpoteza mzazi. Lakini kama mtoto wa kiume inabidi yani ajikaze ili jambo hili kwanza tulimalize, alafu mambo mengine atafuata. Pole sana. Asante sana. Lakini kakangu Mbwiga siwezi kumwacha, mzalamu huyu yupo hapa. Kakangu, pole kwanza kwa msiba kaka Mbwiga, lakini unaweza kusema chochote kwa sababu ya tukio hili ambalo limegusa mioyo ya watu wengi na kububujisha machozi moyoni? Mimi niseme tu kwamba linapotokea tukio kama hili, ni wewe mwenyewe kwanza mfiwa ndo unafarijika. Farijika kivipi? Kwamba wewe ukiwa unaenda kwenye misiba ya watu au shughuli zozote za kijamii, lazima na vitu kama hivi. Unaona kama leo tuna tasnia mbalimbali. Kama mimi mfano mimi gari la mkaa. Ndio maana hata unaona ndevu zako wewe nyeusi, mimi zangu nyeupe. Gari la mkaa. Gari la mkaa, trip shamba, trip garage. Lakini unaona kama mfano huyu hapa Shabalala mwanangu, uwanja alikuwa anachezea, kuna uwanja mmoja unaitwa Kinyasi. Uwanja Kinyasi kona inapigwa upande mmoja tu. Ajibu Migomba mwanangu, yani mwanangu wa kitaani kabisa. Shafi Dauda mkubwa wangu wa kazi, lakini pia mdogo wangu, na mimi captain kwenye timu. Unaona bwana. Sasa mimi natoa tu wito kwa sisi ambao magari ya mkaa ambao tuna trip garage ambao Alolo Apeche, unaposikia hata misiba vijana kama hawa, tunakuja mpira kocha. Unajua ndio maana timu ikifungwa afukuzwa wachezaji, anafukuzwa kocha. Kwa hiyo hapa bosi wangu japo kuwa mkubwa wa kazi, lakini mimi lazima niambie bwana captain, anambia wapi hivi vitu havipangwi. Unapotokea msiba inabidi wewe ushiriki, na ndio utamaduni wetu sisi wa Tanzania, na hususan kama umekaa kidogo chuoni au seminari, hivi vitu ni vitu vya kawaida. Lakini ukiwa mwanamichezo, na mwanamichezo kweli, sio mwanamichezo wa Instagram na Facebook, mwanamichezo sasa ndio unapatikana sehemu kama hizi, kwenye upendo, kwenye sehemu ngumu kabisa, ndio inabidi unatokea sehemu kama hizi. Upande wako urafiki na Meja Kunta ambaye amefiwa na mama yake mzazi kwa mara ya kwanza, labda wapi iliyounganisha? Kama utahitaja fiesta, basi sasa umehitaja supu bila chumvi. Mimi hakuna fiesta ambayo Tanzania nazunguka Mbwiga nikawasimu. Unaona bwana, Mbwiga lazima mimi niwepo, kwa sababu sisi ndo tunaitwa wale fagia njia kwa wewe. Kwa hiyo na sehemu mkoa wote kifanyika fiesta, sio huwa tunatangulia wiki nzima. Umeelewa bwana? Tukishafika wiki nzima, ndio maana mimi sasa hivi kutokana na kampuni yangu ya Clouds the People Station, sisi wazalamu unajua kutembea sio sana. Kutoka Bigwa utakwenda Nyamalonda, utaenda Mkiu, utaenda Bungu, Jaribu, Umumu. Lakini sasa hivi mimi uniambii Mbeya, uniambii Mwanza, tena kila mkoa mimi na maskani. Sasa hao vijana hao mara nyingi tunapata bahati ya kupanda nao, labda usafiri wetu Uswakima. Unajua Uswakima? Barabara. Unaweza kuwa na Juma Nature au kana Meja Kunta au kawa sijui na nani. Inategemea na mkoa gani imepangwa. Kwa hiyo tunapiga story mle. Umo tena hamna kijana, kama meza mabaharini, vimo sawa. Julikani mrefu wala mfupi.
tunafarijiana, tunachekana mle, kama yule nani msanii nani huyu Baba Levo akikutana na yule nani yule mwenye mtumbo mkubwa yule anaimba Msechu, wale wakipanda kwenye basi wao wanataniana kuanzia mwanzo hadi mwisho. Umeona bwana, ukikutana sijui Afande Sele akikutana sijui na Juma Nature, yani ndio hivyo, yani kunakuwa na burudani nje ya burudani. Sasa kwa vitu kama hivi vikitokea, lazima mimi Mkongo niwepo. Mimi ndo mkubwa wa jiko ni chumvi, haipandi bei hashuki samani. Ndio maana unaona watu wengi wanapenda kujiuliza, Mwiga huwa maneno anayatengeneza mapema na yaweka kama verse kichwani kwake au yanatoka hapo kwa hapo? Hebu tuambie leo. Njaa tu. Kiwa na njaa kila kitu utakijua. Ukitaka kujua mbio za kinyonga, choma moto msitu. Huyu sikajua mpira njaa, na huyu kajua mpira njaa, hauna cheti. Sasa hivi captain wimbo unaimbwa sasa hivi unajua unausikiliza huyu. Huo wimbo huyu ndo anashika kitambaa. Mwanangu mwenyewe. Simbo, unasikia Mwiga anachokisema? Namsikia. Hii wewe una comment gani katika hii? Mimi sina comment kwa sababu Mwiga yani ananijua mimi tokea mdogo sana. Kama alivyokuambia kuna uwanja ulikuwa unaitwa Kinyasi. Uwanja ni wa kona unapiga upande mmoja. Kona yani inaonyesha ni jinsi gani kwamba ananifahamu vizuri sana. Naomba sana. Na neno lako ni lipi kwa sisi vijana ambao tunakuwa kwenye maisha ya kawaida na tupo kwa maana ya kutegemeana? Tuachie neno lako. Mimi ninachosema tu, tabia njema ni silaha, utapendwa popote pale. Kwa hiyo kijana wetu ana tabia njema na hao wote wanaona hivyo kwamba hakuna kitu cha kubatisha. Ndio nikakwambia kwamba daftari ukiliona zito utabeba mfuko wa simenti. Ukiwaheshimu wazee, ukiwasikiliza walimu, ukisikiliza jamii jinsi wanachokitaka, na hata nyinyi ambao mnafanya shughuli kama hizo. Mimi huyu mkubwa wangu wa kazi lakini rafiki yangu. Sasa usipate jina kidogo ukatembea kama umebeba midoo ya maji. Captain huyu captain pia alikuwa Kwala, captain Simba, captain ama captain. Huyu boss lakini mimi ndo captain wake kwenye timu. Sasa sio ukipata jina kidogo unatembea kama umebeba midoo ya maji. Sio hivyo. Sio sawa. Kwa hiyo jishushe ili Mungu akupandishe. Jishushe ili Mungu akupandishe. Ibrahim Wajibu anamaliza kwa neno moja tu. Lolote anataka kusema leo? Kwenye nini? Ibla sio muongeaji sana lakini aongee chochote tu anachotaka kuzungumza leo. Tunampa pole Bwana Aridi kwa kupoteza kiungo muhimu katika maisha yake, na tumwombee Mwenyezi Mungu Bi Mkubwa apumzike salama. Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu ya kaburi. Hivi. Mmeniamini kwamba Ibrahim Wajibu kuongea kabisa, yani bila vyombo vya habari. Yani maneno yale karudia. Umerudia Ibla? Hivyo. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.